Naam rafiki mpendwa, kuna mtu nimemsikia akijibu, nadhani ni mchungaji fulani, kwamba kulikuwa na kikundi cha watu, kulikuwa na kizazi cha watu duniani kabla ya Adamu na Hawa, na kwamba Adamu na Hawa hawakuwa ni watu wa kwanza, wanadamu wa kwanza ama mtu wa kwanza na mkewe. Hili linatokamana na kusoma na uelewa mbaya pale wanaposoma Mwanzo sura ya 3 na sura ya 4, kwamba Kaini akakwenda akamuua nduguye, na alipomuua nduguye akaondoka akaelekea katika nchi ya Nodi, na pale akaoa mke. Sasa swali linakuja, ikiwa amemuua nduguye na duniani anabaki Adamu na mkewe na huyu Kaini, kapata wapi mke? Swali hili linatokamana na watu wanaposoma Mwanzo 1:1, 1:2, 1:3 wakadhani kwamba matukio haya yamepangiliwa kwa mpangilio. Lakini Musa anapoandika masimulizi haya, anayaandika wakati wana wa Israeli wanarejea kutoka Misri, na Musa ndiye anayesimulia matukio haya katika Torati. Kwa hiyo masimulizi haya hayapo katika mpangilio wa tukio la kwanza, la pili na kadhalika na kadhalika. La, katika Mwanzo sura ya 5 mstari ule wa kwanza hadi wa 3, Biblia inasema, hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adam. Siku ile Mungu alipowaumba mtu, kwa sura ya Mungu alimfanya, mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adam. Siku ile walipoumbwa, unaona, siku ile walipoumbwa Adam na Hawa wakaitwa jina lako Adam, Adama maana yake udongo. Adamu akaishi miaka 130, akazaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamuita jina lake Seth. Manake akiwa na miaka 130 ndipo Seth alipozaliwa. Siku za Adam baada ya kumzaa Seth zilikuwa miaka 800, akamzaa wana waume na wake. Siku zote za Adam alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Biblia haituelezi kwamba hawa watoto wa kike wa Adam majina yao ni kina nani, wala walikuwa idadi yao ni wangapi. Biblia haielezi kwamba Adam watoto wake idadi yao ilikuwa wangapi, wala walizaliwa kipindi kipi. Lakini kile ambacho Biblia inaonyesha hapa ni kwamba wakati Kaini amemuua kaka yake, alihofia kwamba huenda mtu akampata akalipisa kisasi. Atalipisa kisasi kwa nini? Kwa sababu alikuwa na uhusiano na yule aliyeuawa. Kwa hivyo bila shaka Adamu alikuwa na watoto wengine kipindi hiki ambapo Kaini anamuua kaka yake. Kwa hiyo usije ukaleta mawazo yako. Kuna wengine wameamini kwamba eti Adamu alikuwa na mke mwingine anaitwa Lilith, na kwamba hakuwa Adamu ni mtu wa kwanza. La, hayo ni mawazo yako. Umeyaleta mawazo yako na hekaya na za bunwasi ukazileta kwenye maandiko. Kile ambacho tunaweza tukasema ni kile maandiko yanasema katika Kumbukumbu 29:29 kwamba kile ambacho kilichofunuliwa ni kwetu sisi na cha watoto wetu kwa ajili ya wokovu. Kile ambacho hakijafunuliwa, Mungu hakuona kwamba kinafaa kukifunua. Kwa hiyo hakusema. Tusije tukaongeza maneno katika maandiko matakatifu. Jihadhari sana na wahubiri wa namna hii ambao wako tayari kuingiza maneno yao kwenye Biblia. Biblia ipo wazi kabisa. Mungu aliposema na tumfanyie mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, kwa mfano wa Mungu akawaumba mtu mwanaume na mtu mwanamke. Mungu akamuita mtu huyu aliyeumbwa Adamu. Kisha Mungu akamumba mkewe Hawa. Mungu akawabarikia, akawaambia zaheni mkaongezeke mkamiliki ardhi. Kwa hiyo hakuna mahali popote Biblia inaonyesha kwamba kulikuwepo na kizazi cha wanadamu au kizazi cha watu kabla ya Adamu na Hawa, na hayo ndiyo maandiko matakatifu. Kwa hiyo alipoondoka kaelekea nchi ya Nodi, Kaini alioa miongoni mwa dada zake. Alioa miongoni mwa dada zake, na haya tunayaona kwamba Adamu alikuwa na mabinti, ila hawakutajwa, wala kaka wengine wao hawakutajwa, kwa sababu Biblia inalenga kumtaja Masihi, na Masihi anatokana na kizazi cha Seth. Ndiye mlengwa wa maandiko, ndicho ambacho Biblia ilifunua. Kwa hiyo hiki kizazi kingine cha watoto wa Adam akikufunuliwa. Asante na Mungu akubariki.